wako anaweza kuwa ana kasoro fulani mahali na hujui. Huyu mke wako anaweza kuwa na shida mahali ndani ya mwili na hujawahi kagua ukajua. Sasa mke wako akileta kiwiliwili bila kichwa, utajuaje huyu ni mke wako? Maybe ako na alama mahali kwa paja, mahali kwa mgongo, lakini hujawahi ona hiyo alama. Sasa akileta utasema huyu si mke wangu. Maana ile alama uliiona lini? Na akienda nikabaye anaenda kwa mechanic, anaenda kutibu gari. Sasa zile amevaa hivyo anaenda kitandani. Wapendwa, ndoa lazima iwe na uwazi. Na uwazi wa ndoa unaanzia pale. Sio mfukoni peke yake. Unaanzia pale. Lazima hao watu wawe wazi. Mimi nikukague na wewe unikague. Taratibu bila haraka. Biblia imesema tena taa ikiwa wazi. Alafu watu wajuane. Kwa sababu huyo ni wako milele. Na huyu ni wako milele. Si tunabahatisha. Kwani unaibaiba? Sio kuiba. Kama ni wako halali hujaiba, lazima ukague vizuri. Na wakati utakapofanya hivi, utamuelewa mwenzako kwa undani. Na hii inatokana baada ya kuambatana, mshaambatana, mumeenda kuanza maisha pamoja. Jambo lingine ni hili. Baada hayo yote, tusomee kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7 fungu lake la 4. Tumeona kwamba hakuna kuoneana haya sasa. Wakorintho naye anasema nini? Wakorintho wa kwanza 7:4. Ndio. Wakorintho wa kwanza 7:4 inasema nini? Mke hana amri juu ya mwili wake. Sasa sikia sasa. Mjue haya maneno ninawaambia ni maneno ya Mungu. Mke hana amri juu ya mwili wake. Endelea. Bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake, bali mume hana amri juu ya mwili wake, bali mwili wake ni wa nani? Mkewe. Ni wa mkewe. Sasa kwa nini sikague? Na Biblia imesema kama mwili huu wangu ni wa mume wangu, mwili wako ni wa mke wako, kwa nini unakataa nao na sio wako? Bwana asifiwe. Hakuna sheria kama hiyo. Warumi 7:2 fungu lake la 3. Inasema nini kwa haraka? Warumi 7:2 na 3. Biblia inasema kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yuhai. Ndio. Bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Asante. Huyu mke wako uko na sheria kwa sababu ni wako wakati angali hai. Sheria inayowafunga ni kwa sababu yuko hai. Lakini akisha kufa amefunguliwa. Sasa ndiposa ndugu yangu na dada yangu naye nisikiliza, maneno haya uyashike vizuri na uyafanye kulingana sasa na vile Mungu anasema. Baada ya hapo tunaangalia ni mambo gani yanapatikana kwenye ndoa. Sasa tushaingia kwa ndoa. Mambo yanayopatikana kwenye ndoa. Tumeona baada ya kuambatana pamoja waliweza kubarikiwa. Tusoma Mwanzo 28, wakaweza kupata watoto, wakaongezeka. Kumaanisha watoto ni mibaraka, mazao ya ndoa. Ila kuna kitu nataka kusisitiza pale. Ndoa haikamilishi na watoto. Nataka munielewe vizuri. Watu wengi wanasema mimi nimeoa lakini sina familia. Unashindwa kuelewa. Huna familia kivipi? Nimeoa miaka kadhaa lakini sijafanikiwa kupata watoto. Sasa familia ni mke wako ama ni watoto wako? Bwana asifiwe. Angalia. Familia imekamilishwa na mke na mume, sio watoto. Watoto ni mibaraka. Na watoto kama vile ni mibaraka, unaweza pata mibaraka ya kila aina. Na mibaraka hiyo inakuja na package ambayo Mungu mwenyewe ndiye anayetoa. Usijaribu